Karibu tena ndugu mtazamaji wa MTG Media, huko nami Arsene MTG. Basi kaa nami ili ujue mengi zaidi ambayo yanapitikana katika kanisa hii la Edeni. Tunakuomba karibu katika kanisa la Edeni, tunakuomba endelea kufuatilia MTG Media ili ujue mengi zaidi. Ndugu mtazamaji, leo kwa tunakutana na pastor ambaye anahusika na mambo mengi zaidi la Edeni, na katika kanisa la Edeni tuko na mchungaji ambaye atatuambia mengi zaidi ambayo yaliwahi kuwa yanapitikana hapa kanisani. Na basi mchungaji ataendelea kuwa anajitambulisha ili muwahi kuwa na mfahamu kidogo. Jambo mchungaji. Jambo sana. Na leo kulikuwa tukio gani hapa kanisani? Kwanza namshukuru Mungu kwa sababu ya neema yake. Acha kwanza nijitambulishe kwa majina. Naitwa mchungaji Olivier Borauzima wa ile kanisa ya Eden Church ambako liko hapa. Tunalisimamia kwa uongozi na kwa neema ya Roho Mtakatifu. Acha kwanza tuseme asante kwa tukio ambako linafanyika kwenye siku ya leo, tukio hili la ubatizo. Unajua ni sherehe kubwa sana, mtu kutoka sehemu upande fulani wa uovu na kuingia katika upande mzuri wa kupata uzima wa milele. Tunashukuru sana kabisa kwa hii tukio ambako inafanyika hapa, na ushirika wote ambako waamini na kanisa lote ambako walienda kushirikiana kwa pamoja kwa ajili ya kusherekea hii tukio hapa. Tunasema asante sana, maana tukio linapita vizuri tena chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu. Nini mnaweza faa kwa wale wenyewe hawajawahi kuwa Wakristo ili nao waamini Bwana Yesu kwa siku kama ya leo kuko sherehe hapa kwa kanisa la Edeni? Ya labda tuseme tu kusema kwamba ndiyo nayua hatua ya kuwa Mkristo ni Mungu kwanza ndio anaipanga kwa mwanadamu. Haifatani na sie wenyewe. Wakati ambako Mungu anataka atumie mwanadamu wala atumie mtu, yeye mwenyewe anajimobilize kwa ajili ya kuweza kumfikia ule mtu ili aweze kubadilishwa na yeye aingie katika ufalme wa milele. Kwa hiyo tutaomba tu kwa ajili ya ndugu zetu wengine wote, maana tumekuja hapa duniani na tumeumbiwa kufa, lakini tusikufe kabla hatujaokoka. Tusikufe kabla hatujaokoka, na wokovu unapatikana ni kwa Yesu peke yake tu. Kwa hiyo tunaenda kuwasi vijana, mabinti, wa baba, wa mama wote ambako hawajakutana na hiyo neema, basi wafanye jitihada yote kwa neema na kwa upendo wa Mungu kuweza kupitia katika hiyo hali ya kubatizwa na kufanywa wana wa Mungu, tena wana wapendwa. Nini unaweza waambia watazamaji ambao wanatutizama hapa kwetu kambini na ambao wote wanatutizama nje ya Malawi? Kwa ajili tu ya watazamaji wetu ambao wanatutazama hapa kambini za Leka na nje ya Malawi, tunaomba tu kwa ajili yao waweze kurudia, waweze kubeba na kuchukua uamuzi wa kuweza kurudia kwa Yesu Kristo. Mungu hajakuja pale kwa ajili ya kutuhukumu, hapana. Upendo wake ni wa ajabu na hauna na kipimo. Maana kuna watu wengine labda walifanya kosa fulani wala zambi fulani, anaanza kuangalia na kutazama ukuu wa zambi na kosa ambako alifanya kwamba Mungu hawezi kumsamehe. Hapana. Mungu sio mwanadamu, wala Mungu sio mzazi kama wazazi ambako tunakuwa nao katika ulimwengu, lakini Mungu ni mzazi ambako anayejaa huruma na upendo tele kwa yeye yoyote ambako anaamua kumrudilia, iko tayari kumrudilia. Kwa hiyo ndugu zetu waweze kuchukua uamuzi tanke wakingali wazima. Wakati wakingali wazima ndio wakati wa kuweza kutafuta hiyo neema ya wokovu, iko kwa ajili ya wote. Hapa kulikuwa ubatizo kwa maji mengi ya ndo sisi wamoja hapa tuko hapa kwa kubatizwa, tulishabatizwa. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu kimbilio letu ni Mwenyezi Mungu tu. Ya. Na nini ilikufaa ili wewe ubatizwe? Ya, kilichofaa ni batizwe kwa sababu hakuna kisichowezekana mbele za Mwenyezi Mungu. Na Wakorinto 16:16 inasema aminiaye na abatizwe. Ya, kwa sababu Mungu ndio kichochote kile kwenye ulimwengu huu. Na ulibatizwa wewe peke tu? Amna, tumebatizwa watu 4 pia na bibi yangu, yani ni watu 4. Ya. Na baada wewe kubatizwa unategemea nini ambao utalifaa katika kanisa la Edeni? Ya, kila kitu ni mipango ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu hakuna lisiloshindikana kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu tumemaliza hatua ya kwanza na inabidi ili tushirikiane kwa kutumika kazi ya Mwenyezi Mungu pamoja na wenzangu ambao walikutaniwa wanatumika injili la Mwenyezi Mungu.
Asante sana ndugu mtazamaji, nikizani unasikia. Ila ndugu, uko na nini ya kuambia watu hawa, kuwa promise wa Kristo wenzako ambao hawajawahi kuokoka, nao wafanye nini ili wakuwe kama wewe? Mimi naweza washauri ndugu zangu, vijana wenzangu, ili tufuate njia ya Mwenyezi Mungu. Kwa Mwenyezi Mungu ndio kwa kila kitu, kwa sababu ambavyo tunavyofanya sisi vijana kwa sasa hivi tunajaribisha maisha yetu tu, kuingia vitu visivyowezekana, kufanya maugomvi visivyowezekana, lakini mimi namtegemea Mwenyezi Mungu, na ndio maana nimeona nifuate njia ya Mwenyezi Mungu, na kwa sababu yeye ndio kimbilio langu.